Mwambie hivi, Yusufu mwana wa Daudi, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu, usihofu kumchukua Mariamu, kwa sababu ni binti mwenye haki, hakujichanganya. Maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho, mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, huyo Mariamu atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Nawe utamwita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Huyo Yesu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao, na dhambi zangu na dhambi zako. Hayo yote yamekuwa, haya yalikuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Hili neno lililonenwa na Bwana kupitia nabii Isaya, kwa ujumbe wa nabii akisema, kwa ujumbe wa nabii Isaya ukisema hivi, tazama bikira atachukua mimba, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Yaani Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanadamu. Haleluya! Mwambie jirani yako, Mungu pamoja nasi. Mwangalie usoni, Mungu pamoja nasi. Yesu ni Mwokozi. Mwambie jirani yako, Yesu ni Mwokozi. Ameniokoa mimi. Amekokoa wewe. Yesu ni Mwokozi. Yesu ni Mwokozi. Haleluya! Endelea pale chini. Mstari wa 24 unasema, naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona naye Yesu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika alivyo mwagiza. Sura ya 2. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, watafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Asante. Ya kurudia kwa kutoka. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tunamwona Yesu alizaliwa katika nchi ya wapi? Bethlehemu ya Uyahudi. Tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Tunaona majusi walifika wapi? Yerusalemu. Ni mijusi? Mijusi inaitembea ukutani. Nini maana ya mamajusi? Na natasaidia. Watu wa namna gani? Waandishi wa habari. Asante. Njoba. Wataalamu wa nyota. Wataalamu wa nyota. Wanaanga. Soma, endelea. Soma kwa mtu, endelea. Walifika Yerusalemu. Wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa? Wale wataalamu wakafika Yerusalemu, yuko wapi aliyezaliwa
kwa maana tuliiona nyota yake mashariki. Kwa sababu tulipoangalia katika anga ya mashariki tukaona ile nyota inatembea mpaka tukafika hapa. Nasi tumekuja kukusujudia. Tumekuja kukusujudia. Basi mfalme Herode aliposikia haya, habari hizi alifadhaika. Yeye alifikiri kwamba kuna mapinduzi na kila yule aliyezaliwa anakuja kupindua. Mtoka kwenye kiti chake akafadhaika. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Na Yerusalemu yote ikafadhaika. Akakusanya wakuu wa makuhani wote. Akaona afadhali akusanye makuhani wote wanaosimamia majimbo, akakusanya na waandishi wa watu. Na wale waandishi wa habari. Akatafuta habari kwao. Akachunguza imekuwaje huyu aliyezaliwa? Mbona nchi yote imetaharuki? Imekuwaje? Kristo azaliwa wapi? Akauliza, Kristo amezaliwa wapi? Nao wakamwambia wale wataalamu, katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Ndivyo ilivyokuwa imeandikwa na nabii Isaya. Nao Bethlehemu katika nchi ya Yuda, kwa mdogo kama katika majimbo ya Yuda kutazaliwa mwana ambaye ni Yesu. Ilikuwa imetabiriwa na nabii Isaya. Ukisoma kitabu cha Isaya 9:6, hebu soma pale Isaya 9:6 mstari wa 6. Isaya. Tunapowapenda wenzetu na Mungu anakuwa katikati yetu, tunaomba maombi yetu yanasikilizwa kwa Mungu. Haleluya. Yanajibiwa kwa Mungu. Kwa hiyo lazima tufanye mabadiliko. Isiwe Krismasi tu ya kula na mchele na nyama na kuvaa. Lazima tubadilike kutoka ndani. Mwombe Mungu akupe Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu atakubadilisha. Haleluya. Atakutoa katika hali ya dhambi, atakuingiza katika hali ya roho. Utamwabudu Mungu katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kikubwa ni kubadilika, kutubu na kuacha dhambi ili siku moja tumuone nani? Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama upo umeenda kinyume mbele za Mungu, umemwacha Mungu, ninaomba uje mbele hapa. Tuombe pamoja. Kama umebadilisha maisha yako umeenda kinyume na Mungu, njoo mbele hapa nikuombee. Karibuni kama huko. Kama umemwacha Mungu, Mungu anahitaji akuhudumie. Tengeneza maisha yako mapya. Kama umemchukia ndugu yako, njoo hapa mbele. Mungu ni mwenye rehema, anahitaji akuhudumie leo. Kama ni mgonjwa, njoo hapa mbele uombewe. Basi kama upo, tunaenda kumaliza jambo letu. Tusimame kanisa. Tanyosha mkono wako, tafunga macho yako, simama kwa miguu yako miwili, tunaenda kumwomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu Yesu, ninakushukuru kwa leo, kwa siku ya leo, kwa ajili ya kundi hili ambalo liko mbele za uso wako Bwana. Wamesikia ujumbe wako. Zaidi Mungu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akawahudumie katika maisha yao ya wokovu, ukawasaidie, ukajenge upya ndani ya mioyo yao. Yesu, ukazalie mara ya pili ndani ya mioyo yao, wakakukubali, wakaishi maisha mapya ya wokovu. Asante kwa sababu umesikia. Ninaharibu kazi zote za adui zikashindwa katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja magonjwa na udhaifu kwa kila namna, hauna nafasi juu yao. Yesu, nakaribisha utukufu wako uonekane kwa ajili yao, maana umekufa pale msalabani kwa ajili yao. Ndio maana tunaweka mikononi mwako muda huu. Yesu, kupitia neno lako
ikawajenga nafsi zao na roho zao. Ninaomba na kushukuru. Amina na Mungu awabariki. Tupige makofi matakatifu na kumshangilia Bwana. Basi na Mungu awabariki.